ufanye kazi ukufanya, kisheria unatakiwa ukatwe, utoke kwenye, kwa sababu kile mlichokubaliana wewe ukutimiza. Kwa hivi vyote vinaitwa muamalati, lakini kwa sababu kuuza na kununua ndio shughuli kubwa kabisa, huwa inaanza na kitabu al-buyu', kitabu cha biashara, kuuza na kununua. Kwa hiyo shekhe anasema bai'ul a'yani, kuuza vifaa. Al-a'yani ni vitu vinavyoonekana kwa macho na unaweza ukakibeba ukakishika ukaondoka nacho. Aini, sawa? Hizi zote hizi ni aini, vitabu, simu ni aini. Sasa shekhe anasema al-a'yanu nawani. Aini hizi zimegawanyika mara mbili, vifaa vimegawanyika mara mbili. Nao la yajuzu bai'uhu, kuna aina ya vitu kisheria haviruhusiwi kuuzwa. Wanao yajuzu bai'uhu, na baadhi ya vitu vinaruhusiwa kuuza na kununua. Yaani kuna vitu kisheria haviruhusiwi kuuzwa wala kununua, na kuna vitu kisheria vinaruhusiwa kuuzwa na kununua. Al-ayanu allati yajuzu bai'uha, anasema tutaanza na vitu ambavyo vinaruhusiwa kuuzwa na kununua. Anasema shekhe, yajuzu bai'u kulli shay'in tahirin fihi manfaa, inaruhusiwa kuuza au kununua kila kitu ambacho ni tahir, kiko safi, sio najisi, sawa? Fihi manfaa, kwenye hicho kitu kuna manufaa. Kila kitu safi chenye manufaa kinaruhusiwa kuuzwa na kununuliwa, bisharti, kwa sharti moja. Anasema ayakuna maaluma alqadar wasifa, kiwe hicho kitu kinajulikana kiwango chake na sifa yake. Yaani kwenye sheria huwezi kuuza kitu ambacho kiwango chake hujui, huwezi. Kama ni kilo, iwe inajulikana ni kilo ngapi. Kama ni mita, iwe inajulikana ni mita ngapi. Ndo sharti hilo, sharti kubwa ni hilo, sawa? Kama ni fungu, linajulikana hili ni fungu. Kama ni kibaba, hizi zote zinaitwa kadiri, mtu awe anajua kiwango cha hicho anachonunua. Kama ni haba pisi, unajua kwamba hii ni pisi. Si tumeelewana? Kitu chochote tahir chenye manufaa ni halali kuuza na kukinunua, kwa sharti moja tu, uwe unajua kiwango na sifa, sawa? Mimi nataka simu. Unataka simu ngapi? Kwanza tunaanza kwenye kiwango, simu ngapi, sawa? Haya, kama simu ngapi, sifa, design ya hiyo simu. Unataka Samsung, unataka simu gani, unataka simu. Kwa hiyo lazima ujue hiyo simu unayotaka kununua ni simu aina gani na pisi ngapi. Sio, haiwezekani kuuza na kununua ukasema tu bana, ni hela yangu hii hapa, nipe simu. Yeye atoe simu yoyote tu akupe. Sharti itakuwa limekosekana, kwa sababu lazima tujue kiwango na tujue sifa. Na hivi ndio tunafanya siku zote. Wewe unapotoa pesa unataka kununua mchele dukani, ima muuza duka kwambie kilo ngapi, au wewe mwenyewe tu mwambie bana, nataka kilo 5 za mchele. Tushajua huyu bana anataka kilo 5 za mchele. Mchele gani?
Pishori, au unataka mchele wa Mbeya, wa Morogoro, wa wapi? Sifa sasa. Si tumeelewana? Kwa hiyo kitu chochote ambacho ni tahir lakini chenye manufaa ni halali kuuza na kununua, kwa sharti kwamba kile inajulikana kiwango na sifa hicho kitu. Pili, wa ayakuna fi milki al-bai', na hicho kitu kiwe kwenye milki ya yule anayeuza, awe anamiliki. Yani mtu anayeuza awe anamiliki hicho kitu. Sharti la pili hilo. Sharti la tatu, wa an yakuna qadiran ala taslimihi lilmushtari, awe anaweza kumkabidhi mnunuzi. Sawa, awe anaweza kumkabidhi mnunuzi. Zikikosekana moja ya sharti hizo tatu, wewe hufai kuuza wala kununua. Sawa, huwezi kuuza kitu ambacho humiliki, huwezi kuuza kitu ambacho huwezi kumkabidhi unayemuuzia, huwezi kuuza kitu ambacho hujui kiwango chake wala sifa zake. Tumeelewana jamani? Sasa hii ni miamala ambayo tunafanya kila siku. Narudia tena hapo, anasema yajuzu bayu kulli shay'in tahirin fihi manfaa, inaruhusiwa kuuza kila kitu ambacho kina manfaa na hicho kitu ni safi, sio najisi. Bishartin, kwa sharti hizi: an yakuna maaluma alqadr, iwe kiwango cha hicho unachouza kinajulikana, wasifa, na sifa ya hicho unachouza inajulikana, wa an yakuna fi milki albai', na hicho kitu kiwe katika milki ya huyo muuzaji. Sawa, wa an yakuna qadira ala taslimihi lilmushtari, na huyo muuzaji awe anao uwezo wa kumkabidhi huyo mnunuzi. Shekhe atakuja kufafanua huku mwisho. Huwezi kuuza kitu ambacho huwezi kumkabidhi anayenunua. Sawa? Wewe ni mvuvi, unakwenda baharini kuvua, unapita kwa shehadhi, unamwambia shehadhi, leo mimi ndio unaona ndoani na kila kitu, mimi ndio nishajiandae na kuuzia kole kabisa, nipe hela. Wewe kole umemiliki saa ngapi? Sawa? Huwezi kuuza kitu ambacho humiliki. Huwezi kuuza kitu ambacho humiliki, na wala huwezi kuuza kitu ambacho huwezi kumkabidhi aliyenunua. Huwezi. Huwezi kumkabidhi aliyenunua. Kwa mfano, kabla ya kuja teknolojia, mtu anakuambia mimi nakuuzia simba yule pale, anaweza kukupa huyo simba yeye? Bwana, simba huyo hapa uliomnunua, anaweza? Hawezi. Kwa hiyo huwezi kumuuzia mtu kitu ambacho huwezi kumkabidhi. Huwezi. Na ndio maana hapa biashara ya mtoto mdogo ambaye hajaidhinishwa kuuza, hata kama akiuza, akikuuzia kitu, sheria inaivunja hiyo biashara. Yaani wewe umefika nyumbani kwangu mimi, ukamkuta mtoto wangu mdogo akakwambia mimi nauza hii nyumba, ukamwambia shilingi ngapi, akakutajia bei, ukampa, yeye hawezi kukusalimishia hii nyumba, hana makaratasi, hana chochote. Kwa hiyo huwezi kuuza kitu ambacho huwezi kukabidhi.
Uwezi kama watu walivyomuuzia, nasikia walivyomuuzia Masai msikiti watu wana story mjini hapa watu wamemuuzia Masai msikiti. Sasa msikiti wewe unaweza ukauza ukamsalimia ukamkabidhi mtu jengo la msikiti? Uwezi. Kwa hiyo hakuna biashara ya kuuza nini msikiti, kwa sababu huwezi kuusalimisha kwa yule anayenunua. Tumeelewana jamani? Haya, al-ayanu allati la yajuzu bay'uha, vifaa ambavyo hairuhusiwi kuuza. Anasema nauani najisun wa tahir, na hivi viko aina mbili. Kuna vitu ni najis na vitu visafi. Anasema al-ayanu najisa. Kwanza tunaanza na hivi vyenye najisi. Anasema yaharumu bay'ul ayani najisa, ni haramu kuuza vifaa vyote ambavyo ni najisi. Kitu chochote ni najisi kinakuwa ni haramu kuuza. Anasema kalbi, kama vile mbwa, walkhinzir na nguruwe, walmaitati na mzoga, walkhamri na pombe, walghaiti na kinyesi, wama la yumkinu tathiruhu, na kitu chochote ambacho hakiwezi kutwaharika, hata ukiosha namna gani hakitwahariki. Minal maiati, katika vimiminika, kazaitin mutanajisin, kama vile mafuta yaliyoingia najisi, huwezi kuuza. Mafuta ya kula yaliyoingia najisi, zaiti ni mafuta ya kula yaliyoingia najisi, kwa sababu la yumkinu al-ihtirazu minhu, huwezi kutenganisha kati ya najisi na mafuta. Labda hayo mafuta wewe ni mafuta ya mgando, kama vile samni alidumbukia panya wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaambia atolewe yule panya na mafuta yaliyoko pembezoni yatolewe, kwa sababu yale yameganda. Lakini maiati, kimiminika kikiingiwa na najisi kinakuwa ni haramu kuuzwa. Kwa hiyo yaharumu bayul al-ayani najisa, vitu vyovyote vyenye najisi ni haramu kuuza. Ameleta hadithi hapa chini.